Namna ya kuwa mkuu au namna ya kufikia ukuu. Ziko changamoto nyingi katika maisha ambayo wanadamu wengi wanayopitia katika nyanja mbalimbali, na kimsingi kila mtu ameumbwa kwa namna yake, na kila mtu Mungu amemwekea kusudi, kila mtu Mungu amewekeza vitu ndani yake. Kuna changamoto nyingi sana ambayo watu wanashindwa kufika kwenye hatima na kwenye hali ya utukufu sana. Mungu alipomuumba mtu kuna namna alimtengeneza, alimkusudia kuna mahali afike. Tutaona watu mbalimbali, kwa mifano tu michache nitakuonyesha. Na mimi nimefanya utafiti tu mchache wa kimaandiko, nimegundua katika kanuni nyingi sana za kuwa mkuu kuna kanuni chache leo nitazungumza. Na katika hizo kanuni nataka unielewe. Kanuni ya kwanza na ya kipekee, yani jambo la kwanza na la msingi, natamani uelewe kwamba kuna mchakato katika kufikia ukuu. Hakuna ukuu bila mchakato, hakuna kwenda mahali kokote bila mchakato. Utaona tu, yani hamna namna unaweza ukafanya pasipo mchakato. Unajua watu wengi wanashindwa, wanafika wakati wanakata tamaa, wanaona kama mambo ni magumu, lakini ni kwa sababu hawaelewi ni kwa nini. Nisikilize rafiki yangu mpendwa, kokote unaponisikia, hakuna ukuu pasipo mchakato. Kuna mchakato wa ukuu. Ili uwe mkuu lazima kuna namna upambane, kuna mahali lazima ufike, lazima upitie ili ufike mahali unapotakiwa kwenda. Nitakupa mifano ya watu wachache. Yusufu anaonyeshwa maono ya kuwa waziri mkuu, lakini anapitia mchakato wa kutupwa shimoni, wa kuuzwa na ndugu zake. Anakataliwa ndugu wa kumzaa. Yani kuna wakati mambo yanafurahisha sana. Yani mtu mkuu anapitia michakato mingi, anatupwa, anakataliwa na ndugu zake, anasingiziwa amekufa, anauzwa utumwani, anaenda gerezani, lakini hiyo yote ni njia ya kumfikisha mahali anapotakiwa kufika. Hii niseme nini rafiki yangu wote unaponisikia? Ukuu wote unaohitaji kuna mchakato na njia. Katika njia amla njia iliyonyooka bwana, kila njia ina mabonde, ina mashimo, ina makologesheni ya kila namna, yani kona nyingi ili ufike mahali unapofika. Lakini sivyo tu, Daudi tunamwona ni mfalme, lakini ili awe mfalme ilibidi kwanza afundishwe hekaheka za vita. Ndio maana unaona Daudi ufalme wake ulijawa vita nyingi, na kila kaenda kupigana Mungu alimsaidia, alishinda. Ndio maana unaona alipambana sana. Na kwa nini? Lakini alikuwa anadaiwa kuwa mkuu. Ndio maana kipindi cha mfalme, wakati amepakwa mafuta kuwa mfalme, hakukaa kwenye kile kiti cha ukuu. Kwa nini hakukaa? Kwa sababu bado alikuwa hajaimarishwa kivita. Na ili unielewe, unarudi kwenye ile sura ya 17 kitabu cha Samueli wa kwanza. Maandiko yanazungumza hivi ya kwamba wakati Daudi anauliza huyu jamaa vipi anayotokana Goliath anatukanya mataifa ya Bwana, maandiko yanasema akamwambia, wewe hujawahi kupigana vita, huyu mwenzako toka ujanani ni mtu wa vita. Kwa hiyo unaelewa sasa. Kwa hiyo kwa nini Daudi baada ya kuumba Goliath atakukalia kile kiti wakati Sauli yupo pale ameshakataliwa na Bwana? Ni kwa sababu Daudi alikuwa bado hajaivishwa. Kwa hiyo ilibidi apite kwenye hekaheka ili aimarishwe awe mfalme anayeweza kupambana. Ndio maana baada ya kukalia kiti Samueli, unaona kwenye ile Samueli wa pili, anapambana vita tu mpaka siku anakufa. Ni mtu wa vita, ni mtu wa vita. Kwa hiyo katika kufikia huko kuna mchakato. Lakini mtu mwingine, Bwana Yesu mwenyewe, mpaka anapewa jina lipitalo majina yote. Ukisoma kitabu kile cha Wafilipi sura ya 2 sikosea, maandiko yanasema yeye aliona kuwa namna ya Mungu si kitu, akashuka duniani, akakubali, akatia, anapitia mchakato wa kuwa kama mwanadamu, akanyenyekea, akashuka mpaka chini. Na alipofika, maandiko yanazungumza ya kwamba alipoonekana kama mwanadamu akakubali kutii, kunyenyeza hata mauti ya msalaba. Mtu huyu alipokuja duniani kumwokoa mwanadamu, akateseka kwa mateso mengi, akapigwa, akatemewa mate, akadharaulika. Lakini maandiko mstari ule wa sura hiyo ya 2 mstari ule wa 9 akapewa, maandiko yanasema kisha akaadhimiwa, akapewa jina lipitalo majina yote. Anapewa jina linalopita majina yote baada ya kushinda, baada ya mchakato. Kwa hiyo kwenye kila hatua unayoenda, hii kanuni usisahau. Kati ya nyingi ambazo zipo, moja wapo leo, kuna mchakato katika kuendea nini? Huku. Mungu akubariki sana. Mapito unayopitia ni mchakato, magumu unayoyaona ni mchakato, vita unayokutana nayo ni mchakato, changamoto ni mchakato, shida kwenye familia ni mchakato. Chochote baadaye ili ufike kwenye mahali penye utukufu sana. Hakuna mahali penye utukufu pasipo mahali penye ziki. Lazima kuna mahali upite ili uweze kwenda kwenye mahali penye utukufu sana. Mungu akubariki sana, Mungu akubariki sana, na Mungu akuinue sana. Ni mimi mtumishi wa Mungu Pastor David Isaya.
acha nikuombee kwa dakika chache, alafu Mungu akutendee makubwa sana katika jina la Bwana. Bwana wangu Yesu Kristo, ninamwombea mwanamke huyu, mwanaume huyu katika utukufu wako Bwana uliyekaa mahali pa juu sana. Nimeongea na watu kutoka maeneo mbalimbali ambao Bwana wanatamani kufikia ukuu. Roho Mtakatifu, ninakutukuza kwa ajili yao. Roho Mtakatifu, ninakuinua kwa ajili yao, naachilia nguvu ya kuinuka, lakini pia ninawaombea neema katika mapito ambayo Mungu anayapitia katika jina la Bwana. Neema yako ikawe pamoja nao, usiwache wala kuwapungukia. Roho Mtakatifu ukatembee, uwezo wako ukasimame, mamlaka yako ikaushike, mkono wako wao ulio hodari ukawashike, maana uliahidi katika kitabu cha Isaya ya kwamba utamshika kwa mkono wa haki yako na utampa nguvu ya kushinda. Maandiko nasema japopita katika bonde la uvuli wa mauti, gongo lako litamshika mkono. Mtoto wako huyu ninamwombea, ukamkumbatie, ukamshike mkono, ukamtendee mema katika jina la Bwana, ukampe ukuu kufika mahali ambapo Mungu umekusudia. Utukufu wa jina la Yesu Kristo nikiomba yote haya, amen. Mungu akubariki sana.